Habari ya kutwa wapendwa, natumaini wazima na kila mmoja amekuwa akipambana kuhakikisha afya yake inakuwa salama wakati wote. Ikiwa mwendelezo wa madarasa yetu na sasa ni video 59, na kama ni mara yako ya kwanza basi hakikisha unafuatia video 54 zilizopita, lakini bado tutakuwa na video 41 huko mbele hadi kufikisha darasa 100. Zote zikiwa zimetolewa kwa mara moja au ni mfululizo wa madarasa 100 ambao umetolewa kwa mara moja kwa lengo la kuifaidisha jamii au kwa lengo langu mimi na kuwafaidisha nyinyi wapenzi wa ufuatiliaji wa mitandao ya kijamii kama mtandao wa TikTok, YouTube, Facebook na Instagram kwa kuweza kupata maarifa mbalimbali ya kiafya ambayo yatakuwa msaada. Na darasa hili nimekuwa nikizungumzia mwanamke anapotumia homoni au uzazi wa mpango unaweza kupelekea kuathiri hedhi yake au kuleta mabadiliko katika hedhi. Ndiyo. Njia ya kwanza uzazi wa mpango ni kuweza kutumia kunyonyesha. Pia inaweza kupelekea mwanamke akakosa hedhi, kwa hiyo pia inaweza kupelekea kubadilisha hedhi yake. Ni vile ambavyo anatarajia basi kaa tofauti. Kuna wanawake ambao wanapitia maumivu makali sana wakati ambapo hajazaa. Yeye anapozaa na anapotumia njia kunyonyesha mara kwa mara anaweza kapelekea asipite. Yaani kapunguza kiwango cha maumivu ambacho anakipitia na kuweza kuwa salama kabisa. Lakini kuna homoni nyingine ambazo za nje ambazo mwanamke atakuwa anatumia zinaweza kupelekea kubadilika hedhi yake, lakini baada ya kuacha zile homoni pia mwili utahitaji kukaa muda mrefu kulikava. Kwa hiyo ni kipindi ambacho mizunguko imekuwa ikicheza au imekuwa mirefu sana au yai imekuwa lisitungishwe, lisirutubishwe, yani lisichavushwe na kupelekea mwanamke kupata hedhi ambayo iko wastani. Wengine wamekuwa na maumivu makali sana wakati wa hedhi. Kwa hiyo vitu vyote hivi ni vitu ambavyo huwa vinatokana na matumizi ya uzazi wa mpango au homoni za nje ambazo mwanamke atakuwa anazitumia kuweza kuhakikisha afya yake inakuwa salama pale ambapo anapitia changamoto au kaamua tu kutumia ili kuweza kujilinda dhidi ya mimba ambazo hajazitarajia au mimba ambazo hazipo ndani ya mipango yake. Kwa hiyo homoni za nje na uzazi wa mpango wa nje unaweza kupelekea kuvurugika kwa hedhi ya mwanamke, na kuweza kurecover inaweza kuchukua muda mrefu zaidi. Kwa hiyo zingatia unapotumia, hakikisha unakuwa salama kwa kuweza kufahamu mzunguko wako, na kama utafuta njia nzuri zaidi basi njia ya kalenda, na hauwezi kuitumia nitafuta nitakusaidia kwa wepesi zaidi na unaweza kuelewa lugha ya mwili ambayo inazungumza ni wakati gani sahihi kwako na wakati gani sio sahihi kwako kwa kuweza kupata ujauzito au kukwepa ujauzito na kufahamu mzunguko wako kwa ujumla. Asante, mpaka wakati mwingine. Usisahau video ya 60 na hii ni video ya 59. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe ili kupata madarasa mengi zaidi ya kiafya na uzazi wa mwanamke. Asante, mpaka wakati mwingine.